Forgive us. We are not drunkard. We are in our best moods. We are just in our best moods. Shika hapa haraka wewe. Kenyatta University Training Teachers and Referral. Sawa sawa. Good morning our dear guests. Muthenya wa mothe to have the one and only Mama Miradi Millicent Omanga. Tumenyane kanyoni muthemba. Wow. Na tobe tuiwe kama akokadi for the first time dressiria ego ko kameme ni agotwera kanari o karege. Migetha tuiwe terere nyuete mai. Mwenyui wa mai maya ne mutumia muthemba ne kanyoni muthemba ne weo ekiri uteti na atumia maundu maikaraga atia. Karibu sana Millicent Omanga mheshimiwa. Karibu sana. Wasiwasalimu wana Kameme. Asante. Kameme kamwege. Eta gokayo kamu. Nikaya tiga wana. Molega. Torega molega. Hada sawa. Ya kenete mono. Hey. Unajua nimesomea Murang'a. So kwa hivyo mimi najua ni ile tu kidogo hiyo pronunciation lakini nasikia yote. Tukataja bua zia tena tine Kameme. Kamwege. Kakenete mono. Kakenete. Ana hivi turakenete. Hado. Goro yako ekaiwa wega igatuma tuma. Ekaigua wega. Bio nekayo kamwege. Lakena. Kwanza kabisa nawasalimia. Karibu. Na kabla hata ya salamu. Nakwambia nimekena yani nimefurahi. Kwanza party leader wangu amenifurahisha jana. Nataka kumwambia Jeshi Negenu. Atereka unakatomelia. Jana Jeshi reiga hapa ametufanya proud. Ametufanya proud yani nataka nimwambie kama anatusikiza Jeshi Negenu. Wakiwa na Mesu. Kitongati. Si alimaliza Kakonda. Ai, nilienjoy aje. Jana nimelala na viatu. Namwambia kwanza congratulations. Yes. Hapo naye atubeba. Ile ilikufurahisha kabisa ni gani? Ataka kumaliza nani? Kakonda kamekonda. Anakonda. Mwadhariga. Karibu sana. Asante. Unajua nimetoka pale. Ulikuwa huko? Mimi ni mtu wa Nyandarua. That's my hometown. Watu wa Nyandarua walitufanya proud. Sisi hatutakiwa na. Wametufanya proud. Lazima nitaenda hiyo Nyandarua. Kabisa. Lazima nitaenda. Ni modo wako. Karibu sana mrembo wetu. Mama Miradi Millicent Omanga. Leo tutachanganya Kiswahili sheng. Unajua ni mtu wa Nairobi, hata tuna broadcast Nairobi, and then pia sisi si ati mafala tusisikia ati ni wasapere ati si matori. Si matori. Yeti totire todhi. So ndo tusikie huyu Millicent Omanga yeye ni nani. So na kukaribisha sana, karibu sana Kameme FM. Wasikizwa online, wasikizwa Saudi, wasikizwa Qatar, US, worldwide. Over millions and millions ya wasapere ambao leo wangependa kusikia mwanadada mrembo hapa. Na sisi tukwambie sisi si watu wa kabila. Sisi tunapenda watu. Kama huko hapa Kameme, tungekuwa na Jerry Kanini, tungekuwa na Kanini Kega, tungekuwa na mwingine, but we bring all the guests. We brought Jalango here, we brought MC Tricky sana, tumeleta Mula Mwa, tumeleta anybody. We are not tribal. Tunapenda kusikiza historia ya kila mtu. Hata nime mention wachache sana. Tumeleta akina Meja, ule mwimbaji. Tumeleta wengi sana. Kwa hivyo karibu and feel at home. Asante sana. Haya, tuko beto thome mohoro. Yes. Matha ithita no thuthocio nitugucokereria na Millicent Omanga. Tukirujia ungekwanza ungewasalimia wananchi na wenye nchi. Yes. Wananchi wa Nairobi na Kenya kwa jumla. Yes. Na wasalimu hamjamboni. Leo niko studio Mama Miradi, Mama Omanga. Yes. Jenzi wanasema ni msupa na wax. Walunje nayo wanasema ni mkuku ya kienyeji. Na wasalimia leo niko studio, nataka tujuane kwa undani, waulize maswali ili wanataka, mwambie wasikize, kila mtu akuje Kameme. Yes. Ndiye ajue Millicent Omanga ni nani. Very good. Yes. Karibu sana. Amesema timajenzi wanamhitaji.
Msupa na Wax. Super na Wax. Super na Wax. Amejaza billboard hapo Malimi uishi. Kwa hivyo kura yangu ni yake. Ushamuona Bana. Live. Thank you so much. Muhesh, karibu Kameme, na tutaanza na majina ndio tusikie who is Millicent Omanga. Yes. Majina ni Millicent. Nyumbani wananiita Nyaboke. Tarete Katolika hora Nyaboke Omanga. Unajua Nyaboke inamaanishaje? Ni asali. Haya. Yani mwenye asali. Yani nikipeo, yani mwenye asali. Kwa hivyo mwenye hane. Waja asali pia ni Nyaboke. Wow. Millicent Nyamboke. Hakuna M. Wacha hizo za Nyandarua. Nyaboke. Hakuna M. Si Nyamboke. Nyaboke. Nyandarua Walu. Si ni watu wa Walu. Wacha niandike ndio nisisema Nyamboke tena. Nyaboke Omanga. Wow. Na umesema Nyaboke ni asali. Wow. Honey. Wacha asali ni waigua. No, ule mweza waja Nyaboke. Very good, thank you. Millicent Nyaboke Omanga. Amezaliwa wapi Millicent Nyaboke? Wacha tumwite Nyaboke. Nyaboke Omanga. Mutumia Mugithi. Aya. Kisiga. Mutumia Mugithi. Lakini sijazaliwa Kisii. Umezaliwa wapi mami? Nimezaliwa Nairobi. Haya. Nilizaliwa Pumwani Hospital. Watoto wa hospitali tumefikiwa. Pumwani Hospital. Salimu wa Pumwani. 1982. Haya, huyu hana shida na miaka. 30th May. 1982 30th May. So ukitupetea na calculator jua mwache kukalculate na miaka imeenda. Niko ka 4th floor. Kwani alika ya mama Mokera. My sister is born 82. Wow. Niko ka 4th floor. Ni kama 42 43 hapo. Wetu ilikuwa Isili. Isili. 11th Street. Isili 11th Street. Yes. Wow. 1982. Unajua tulikuwa tunaishingi hiyo street yetu ati kuna plot ya Wakisii. Ati ile plot ya Wakisii, ile plot ya Wajaluo, ile plot ya Wakamba ilikuanga hivyo. Plot ilikuwa ya Wakisii. Ilikuwa plot ya Wakisii kwa ile 11th Street. 1982 you were born. Yes. Mamake Nyaboke ni nani? Mamangu anaitwa Joyce Michoki. Joyce Michoki. Yes. Pia ametoka Kisii. Ni Mkisii. Joyce Michoki. Wow. Naye baba yetu? Baba yangu pia ametoka Kisii but he's late. Okay, anaitwa James Omanga. Yes. The late. Yes. Wow. Mungu aendelee kumlinda mahali pema peponi. Amen. James Omanga. Sasa umezaliwa ukiwa what born? Mimi ndio first born. Haya. Kwa watoto 8. Mwadhani. Yes. Wakiwa wamezaliwa wote Nairobi. Imagine. Hii Nairobi. Yani ni Doremi, yani mama ikipita tu miezi 3 anashika. Inaka ikipita zingine. Hata tungekuwa kama 10. Kama wawili wanapotelea hapo sijui like hivyo. Hata tungekuwa kama 12. Hala. First born of 8 ya watoto 8. Yes. Mwadhani. Na umezaliwa Isili. Haya, mami na baba yetu pale, Madam Joyce, mama yetu Joyce na the late James. Wanafanya kazi gani Nairobi? My dad used to be a businessman. Alikuwa ana work na Kenya Telecommunications. Kenya Post and Telecommunication. Nakumbuka ile jina ndefu. Kenya Post and Telecommunication something. Then akakuwa was an engineer. Akaanza biashara. My mom was a teacher. Lakini miaka hiyo yani sisi wa Kisii. Mzee akasema mimi wewe ni ukae nyumbani. Kazi yako ni kuzaa na kulea. Wow. Mimi ndio nita provide. Wow. So my mama aliacha hiyo miaka. Actually no, we didn't even see her. Akiwa mwalimu. Alikuwa mwalimu primary, secondary, primary school. Yes. Okay. So hata tukumuona akiwa mwalimu. So ndio kitambo ukifika form 6 ulikuwa unakuwa mwalimu. Wow. Shagi. So hakuendelea kuwa mwalimu. Sasa kazi yake ikakuwa wanasaidiana biashara pale. Yes. Na haswa sasa kazi yake ni nyumbani. Kulea watoto. Kuzaa na kulea. Yes. Utaingia so hii biashara ni gani after ameacha pale Telepost Communication? Yes. So he was like spare parts za magari na nini. Yes. He was a mechanical engineer. So it was mostly vitu ya magari na nini. Na kidogo maneno ya real
estate kidogo, manyumba hivyo kujenga za kukombolesha, maduka, vitu kama hizo. Sasa pale mko hisi ilikuwa ploti ile ya Wakisii. Nyumba inatosha watoto wote, ilikuwa kama bedroom zote ama mzee alikuwa mtu able. Lakini by the time tunapata hao wote tulikuwa kwa tumehama. Sisi kama wanne nadhani ndio tulizaliwa hapo. Sasa kuna banana tu hapo na nyumba ya curtains. Unajua kitambo unaweka nyumba mnaweka curtains. Room moja alafu mnakaa curtain na alafu kuna nyingine. Yaani unapata ni ploti, mnachukua nyumba kama 3 kwa ploti. Unajua kuna moja inakuwa sitting room iko na curtain hivyo. So lakini by the time napata mtoto wa pili wa tatu tulikuwa kwa tumehama. Kabla nilisomea pale St. Teresa's pale, kulikuwa na nursery iko St. Teresa's Catholic Church pale Isili mwisho. Karibu hapo opposite Pangani. So nikaenda nursery hapo, alafu standard 1 nikaanza Ainsworth Primary School iko tu pale Kamkunji. Nikasomea Ainsworth darasa la kwanza, la pili. Kafika darasa la 3 nikapelekwa boarding. Sasa nikaenda boarding sehemu ya Kajiado. Class 3 guy. Mimi nilienda nikiwa 4. Uleta 3 imagine. Yani mpaka ukiangalia unaona kama ulikuwa unachukiwa. Ile ilikuwa labda kutengeneza nafasi ndio watoto watoshee kwa nyumba. Ukaenda boarding? Nikaenda boarding. So nikakuwa boarding. Ile ni shule umeitaje? Ya boarding Ainsworth. Kajiado. Ainsworth ni yenye hapo Kamkunji. Hapa nipo umeenda boarding? Hapa na boarding nimeenda ya AC Girls in Kajiado. Hiyo ni class 4. Class 3. Kajiado. Mwadhani. Kumekauka, kulikuwa kumnakauka huko. Nikakaa boarding hapo. Na utasoma, were you a bright girl? Nilikuwa ko very bright. Lakini nilikuwa ko very cheeky and noisy in class. Sasa ilikuwa yani report for mnakuja unafika nyumbani uko number 1 lakini unaambiwa but cheeky and noisy. Yani nachapwa hii noisy mdomo mdomo kabisa. Class yani kwa noise maker hakosi. Yani sasa nikifika nyumbani ninatandikwa. Yani uko number 1 lakini bado unachapwa kwa sababu ulikuwa na tabia noise maker. Lakini mambo ya school fees hiyo hapana kufukuziwa. Hapana, hiyo sikupata shida kwa sababu baba alikuwa anafanya kazi na baba alikuwa anafanya biashara kidogo. Ilikuwa si mbaya. Si mbaya tu, siwezi sema tulikuwa vibaya. So mimi nilienda boarding, nikakaa. Tulikaa hapo Isili mpaka nikafika darasa la 7 class 7. Kufika class 7 ndio tukahama. Mtahamia wapi mama? Tukahama pale tunaishi mpaka wa leo. Pale estate inaitwa Rimpa, Ongata Rongai. Ongata Rongai. Hapo sasa ndio tulihamia baada nilifika kama nikiwa darasa la 7. Ndio tukahamia huko. Sasa ndio baba alikuwa amejenga huko. Tukahamia, so tukaacha ile plot sasa kukombolesha. Ile plot ilikuwa ni ploti ni ya Wakisii. Sisi pia tulikuwa ni wamiliki pale. Yani ni ploti imekomboleshwa watu wengine but pia sisi ni wamiliki. Yani wamiliki tunachukua rent. Oni yenyu? Itu nyumba tu room. Tuna tu kugonga wazee kujipanga. Wale Wakisii pia ni watu wamegoda devira kama Wakikuyu. Negaro. Hiyo siku kama rent ilikuwa kama how much karum kamoja hivi? Siwezi kumbuka lakini ni kitambo. Labda thao siwezi kumbuka ni kitambo. Labda thao ni kitambo. Kwa hivyo mkiwa na nyumba 3 ni thao 3. Na mko juu thao 3 hiyo ilikuwa pesa nyingi sana. Sasa hiyo thao 3 sasa hizi ni kama maybe hata 1300. Unajua ilikuwa pesa nyingi sana. Lakini kitambo siwezi kumbuka, nilikuwa mdogo sana. So tukahamia, baba kajenga. Tukahamia Ongata Rongai. Hapo Rimpa. Hiyo ni Ongata Rongai. Hapa kwa nani Ngogoyo. Ngogoyo hata ndiye alikuwa amekuwa MCA wetu na ndio mjumbe wa mama yangu. Pale Ongata Rongai. Sasa huko ndio tumeishi mpaka sasa. Mama anaishi pale. So kabla sasa tumehama, that's okay. Sasa pale umesoma vizuri, you're a cheeky girl. Ukafikisha class 8 ukiwa boarding. Are you a performer? Umeperform pale class 8? Nikaitwa Moi Girls. Isinya. So ikakuwa pale siwezi enda tena Kajiado. Ikakuwa nini? So nikaenda Murang'a. Sasa mbona ujaenda Moi Girls Isinya? Kwa sababu sitaki hiyo environment, nilikataa. Alafu wazazi pia walikataa. Nilikuwa Kakonda. Yani unajua ile Kakonda. Guy. Na sasa hizi unakataa kukunywa, naona unakunywa coconut water. Lazima tutengeneze mwili ya kukimbia hii town naye. Lazima gotikile nyama hata manyaga hayo. Ulikuwa Mkonda wewe? Yani sikukuwa na hakuna ati mafro akunya.
I was the smallest in our class. Mafurumanyao. Yani mimi ndio nilikuwa kafupi kakonda. I was the smallest in class. Atea. Yani nikimaliza shule I was one of the biggest. Yani sio ni maajabu ya Mungu. Wow. I was the tiniest. Nilikuwa kafupi kakonda. Yani kadogo. Haya. Kadogo, very tiny. Haya, wewe uko na mtoto mdogo akina Kajemo mtakuwa wakubwa. Kuna hope. Haya. Sasa nijua pale ilikuwa imekusumbua ama because of going too early in boarding school. I think nilienda hata kupata nini balanced diet. Sasa unajua hapo hata kuna sijui balanced diet ni shida. Unajua pale shule balanced diet unakula githeri. Wakati wote upati maziwa, upati alafu ile mafikira homesick kila wakati, you know. So unapata kama ukiwa yani hauna raha. Lakini lazima sasa uende boarding. Yani kitambo wazazi si kama saizi ati mtoto wangu ananiambia mami I don't want this na namfanyia. Hapo ni shule hivyo basi. Mimi yani ningekataa, babangu atanichapa, ataniambia unajua niko na wangapi, niko na wengine 8. Wewe hata nikiweka kwa sock pit yani atuki kuna wengine. Kuna wengine. Wow. So nikaenda high school. Yes. Kaingia Mumbi. Ulipata kama marks ngapi? By then ilikuwa out of 700 I had 476. Oh, that's good marks. 476. Yes. Ukaenda sasa Mumbi Girls. Nikaenda Mumbi Girls. Umeingia Murang'a. Yes, umeingia Murang'a. Na kabla uende Mumbi Girls, you are a parent now. Yes. Na ulienda boarding school ukiwa very young. Yes. Na unaweza ambia wazazi, is it a good thing or for you is not a very good thing? Unajua vile sisi tulilelewa na vile tunalea watoto wetu saizi ni tofauti sana. Saizi me I would say if given I'll not take my child. Siwezi mpeleka boarding. Kama yani ukiwa na uwezo. Unajua saa zingine unampeleka kwa sababu ya situation. Kwa sababu kama mimi nikienda pale unapata mama ndio alikuwa anashughulika biashara, unapata zingine huko Kisii wapi. So inakuwa baba ndio tunakaa naye sana. Na sasa kwa sababu mnakaa na baba sana na baba anafanya kazi na nini, sasa ikawa wacha niende boarding inakuwa rahisi. Unaenda juu ya situation. So hata saizi kakuwa mtu unaweza kama unaweza kukaa na mtoto afadhali awe day school kwa sababu utamfuatilia, utajua ni nini masomo anafanyaje. Lakini ikiwa hawezi situation basi unaweza mpeleka boarding. But mimi siwezi advise kupeleka mtoto boarding mapema hivi. Ikiwa mdogo sana. Kwa sababu hata ndugu zangu pia na maidada zangu pia walienda boarding. Okay, hawakuenda boarding, nilienda walienda Molo Academy. So hakuenda boarding yenye nilienda, but still yani unaona watoto homesick. Yani inatosha mtoto akiwa mdogo. Boarding ukaweza kupeleka mtoto labda akiwa mkubwa kidogo. Akiwa mkubwa kidogo unaweza mpeleka kama high school iko sawa. Lakini standard tu jameni. So siwezi advice wapeleke boarding school kama unaweza. Well done. So tumeingia Mumbi Girls. Inakupeleka aje? Although unaniambia hakuna stress za school fees. Mzee yako sawa? Yes, hatukuwa na stress. Mimi nikisoma sikukuwa na stress ya school fees. So nikaingia Mumbi Girls. Mumbi Girls tukafanya hiyo nikifika kulikuwa baridi Murang'a. Ile milima tunaenda cross country milima pale, alafu shule iko pale, ilikuwa kuna mali inaitwa Mjini. Hapo nini tulikuwa brother school ilikuwa Mohai. Murang'a High. Top school. Ilikuwa brother school. So hapo I was in drama fest, I was in drama, I was in music, I was yani nilikuwa kwa a lot of hizo extra curriculum clubs nilikuwa nafanya sana shule. Na I was performing very well. Wow. By the way, nikitoka Mumbi, I was the best student. Yani ukienda Mumbi Girls saizi kwa billboard yao, mwaka ile yenye nimefanya form 4, yes, I was the highest. Wow. Uliperform, kwa hivyo ulikuwa chopi. I performed. And it is unfortunate, you know, when I was in form 4 now, I remember rudisha Kiswahili ya kina Shosho wako. Nikiwa kidato cha 4. Yes. I remember it's 18th September. That's when my dad died. Oh no. Na ilikuwa ndio naelekea kwenda kufanya mtihani wangu wa kidato cha 4. Yes. So alikufa na road accident. Oh no. Hapo tu Rongai hapo. Akitoka Rongai kama anakuja nyumbani. Alikuwa kwa anaendesha gari ikakuwa head on collision. So yeye akafa on the spot. Oh no. Actually alikuwa amebeba jirani yetu. Alikuwa amepea jirani yetu lift. So wote wakakufa pale on the spot. Hapo hiyo depression tu kama umetoka Rongai ukienda kama unaenda Kiserian. Kuna depression hapo Liza Hiliko Maxwell. Kuna depression kidogo ikakuwa head on collision. Akakufa hapo on the spot. So mimi ndio nilikuwa na karibu naanza mtihani wangu. Nilikuwa nimebaki kama wiki 3 hivi ama mwezi tuanze mtihani. Sasa ikawa
nikakuja kuchukuliwa shule. Walimu walikuwa wameona, kumbe ilikuwa hata kwa gazeti na nini, walimu walikuwa wameona. Sasa mimi sikuwa najua. So nikakaa nikakuja kuchukuliwa. Nikakuja kuchukuliwa, naambiwa kwamba kuna mambo nyumbani, sijui, yani walinidanganya, sikumbuki walinidanganya vipi. Wakaniambia nakuja, nikauliza kwa sababu ni mjomba wangu, mama yangu ndiye alikuja kunichukua. Namuuliza ni nini? Akaniambia hapa. Nikamuuliza kwa nini wewe ndio umekuja kunichukua na si baba? Kwa sababu mimi sijai vizitiwa na mtu mwingine, ilikuwa ni baba. Wow. Akaniambia ati hapana, babako ako anasikia vizuri. Inafaa tuende, kuna mambo ya nyumbani ambayo tunafaa kuongea na nini. Roho ilinipiga sana. So sikuwa najua, yani sikuwa najua ni nini, lakini nasikia tu kama baridi, nasikia kama joto, nasikia, yani sikujielewa. So wakanichukua, wakanipeleka nyumbani. Yes. Kufika nyumbani ndio nikapata ujumbe kwamba mzee ameaga. So ikawa ina mambo mengi pale. Yani unajua kwetu mimi nimekwambia ndio mtoto wa kwanza. Yes. Tuko wa 8. Tuko wasichana wa 6. Alafu vijana 2. Kijana wa kwanza ni third born. Yes. Ndo alikuwa mkubwa. By then mimi niko 17 years. Alafu sasa kijana huyo ndiye alikuwa mdogo bado, pia hakuwa mkubwa vile, alikuwa maybe kama 10 years hivi. Kama 10-11 hapo. Alafu yule mwingine wa mwisho alikuwa ananyonya. Ndio alikuwa ako na miezi hajafika mwaka. Ndio alikuwa ananyonya. Sasa pakawa mambo mengi, kwa sababu sasa wale watu wa nyumbani, wajomba wangu nani wakakuja. Wanasema sasa hapa huyu mama ana wasichana wengi sana. Si walizaliwa na ndugu yao. Ana wasichana wengi sana. Hiyo kana Kenya kwa ni kule Goma. Hawa na vijana ni bado ni wadogo na nini. Hawafai kukaa hapa sasa. Inafaa watoke hapa, tuuze hii boma. Oh God. Warudi kule Kisii. Waende wakakae pale, walime, kuna shamba, kuna majani chai, walime pale. Kwa sababu sasa hawa wasichana, kwa sababu wasichana na madada zake, ati kwa sababu hawa wasichana wakiwa wengi hivi wakiachwa Nairobi wataenda kufanya umalaya. Sasa ikawa vita. So alafu ikawa baba alikuwa ameandika will kwamba yeye atazikwa hapa Nairobi, hapo kwetu Rongata. Hapo nini. Wakaleta shida, yani tukakuwa na mvurutano karibu mwezi mzima, kwa sababu tunaenda kotini. Na mimi naenda kufanya kotini. Kwa sababu ya mwili. Wanasema mtoto wetu hawezi zikwa hapa kwa sababu tunataka kuuza hii boma, lazima tumpeleke huko Kisii, kwa sababu hapa tukimzika hatutaweza kuuza. Unashindwa mnauza nyinyi kama nani? Na huyu mzee amezaa wasichana wengi. Sasa ni wasichana wengi wakiachwa hapa. Wataenda kuzungusha kwa na mama ya. Ikawa mambo mengi. Yani tukazungushana zaidi ya wiki 3. Tukazungushana, ikawa sasa mwishowe mama akasema, mbona msiwache hiyo mwili, ashakufa, ziko hapa, ziko Kisii, hawezi kufufuka, waachieni. Sasa mimi nikakuwa namwambia hapana mama, tutafuata vile baba alisema. Uko form 4. Naambia hapana mama, lazima tufuate vile baba alisema. Ananiambia hapana, watu hapana, watatusumbua, na wewe bado unafaa kwenda kufanya mtihani, waachie tu waende na mwili. Mimi nikakataa. Mama akasema nyinyi niachie. Yani mama yeye alikuwa amechoka, akasema waachieni, wakitaka waende wafanye hiyo mwili vile wanataka, waachieni. Kwa sababu sasa hatuwezi zidi tukizungushana hivi. Sasa ni mali inafikiwa. How big is this land tunakimbiza? Kama 5 acres. Hiyo ni kubwa. 5 acres, alafu ina nyumba kubwa. Wakisina na Kikuyu ni kama hii shamba. Mogoda. Jesus. Sasa eventually mama akaacha, kanambia wewe waacha ni. So wao wenyewe wakaamuka asubuhi, hata hawajatuambia, wakaenda wakachukua mwili gai. Na wakaenda naye. Sisi tunapigiwa, tuambiwa mwili uko Kisii tayari. Hatujajua. So ikabidi sasa mama akasema tuwezi kaa sasa hapa, baba yenu lazima tufuate. So sisi tukaondoka, ndio tukafuata mwili Kisii. Tukaenda kufika, unajua Wakisii wana against his wish. So tukaenda pale, tukafanya na tukamzika. Bas sasa ikawa tumemzika kama Friday, tarudi Saturday niende shule Sunday, kwa sababu Monday nilikuwa naanza na mtihani yangu wa kwanza ya English ya KCSE. So tukaenda, Mungu akatusaidia, tukamaliza, tukamzika vizuri hiyo Friday. Mimi kabidi nirudi nimwache mama na wengine
Ikabidi nirudi hiyo Saturday, Sunday nirudi niende Murang'a. Yeah. Ndio Monday nianze mtihani. Yes. So ndio nikarudi nikaanza mtihani, na yani ndio naamini kwamba Mungu ana sababu zake, na Mungu ana mipango yake, na mipango ya Mungu nadhani mipango mizuri. Yes. Kwa sababu sasa tunaona mimi hata sikuwa nimesoma, wiki 3 tunapishana na familia na nini na nini. It's your father. Tunapigana, mama yeye anasema achana na yeye, achana hizi vitu. Yani yeye aligive up kwa sababu ilikuwa imemchokesha. So mimi nikarudi shule, karudi Mumbi Girls. Nikaanza mtihani, nikafanya mtihani na nikamaliza vizuri. Wow. So na ukapita. Na nikapita. Nilikuwa index 3. Tulikuwa 120, stream 3 tulikuwa 120. Na I was the first student in Mumbi Girls with a B+. Wow. Yes. Campus material. So at least hata ungepata A kama ulikuwa umeacha so na nikakuwa yani wa kwanza, yani kila mtu akashangaa, yani ilikuwa yani vipi imeenda vipi. Yani watu walikuwa expect labda ningekuwa tu hivyo 3 kwa sababu nilikuwa index 3, labda ningekuwa hapo 3 ama nikienda kidogo 5 hapo. Lakini ndio nasema yani Mungu kuna njia zake anafungua. Sasa lakini ikawa sasa changamoto ikaanzia hapo. Tumeacha maisha London, sasa ni turudi. Sasa reality. Kwa sababu mama ni housewife. Kunywa koko na tuenda. Hapa tunatakaga tunapeleka watu pole, but you're very strong. Umeheal hii story ya babako unaipeana, you're very strong. That's a good thing. It's more than 20 what years? Doesn't matter, it's your dad. Yeah, but you know we really went through a lot. Yes. We cried, machozi kaisha. Yani iliisha. Yeah, iliisha. I think God also gave us grace. Yes. Haya, kwa sababu sasa changamoto ikaanzia. Tuanzie hapo. Sasa si nimemaliza shule. Mama ni housewife. Yes. Hawa watu sasa ndio wakakuja na ameacha mtoto ya kunyonya. Ni housewife kunyonyesha. Sasa ni housewife. Hajui kunaanzia wapi, hajui pesa. Yeye alikuwa anajua biashara ya mzee iko hivi na hivi. Zingine akona partnership, akona nini, kuna mali zinachukuliwa rent, kuna nini. Alafu unajua unapata wale wazee wa kitambo. Sasa zingine unapata wamama hata hawajui mali yake iko wapi, hajui shamba ingine. Yaani unajua ile yenye unaishi hapa, hajui ati akona plot wapi, hajui akona nini deal wapi. Yaani hakuwa anajua chochote. Tunafikirianga tu ni huku mlima hata kwenyu. Yaani hajui kunaenda aje. Sasa si tumeacha peke yetu, ni yeye aanze kufikiria. Mimi ndio huyu nimemaliza form 4. Umepita. Watoto wengine 7 ndio hao. Wengine wako boarding, wako Molo Academy. Yes. Very expensive. Na wengine wadogo, wengine wako private, wako wengine ananywesha. Wengine ananyonya. Sasa changamoto ikaanza kwa sababu zile biashara alikuwa anajua, mandugu zake wanasema hapana, hizi ni za ndugu yetu. Tunachukua. Sasa yani ikawa changamoto. Alafu ikawa kwa kitambulisho cha mama yangu haina jina Omanga. Mama yangu ako na jina ya babake, anaitwa Joyce Michoki. Jina la babake ndio liko kwa kitambulisho yake. Ni kama vile mimi kitambulisho wangu sina namba, sina jina la mume wangu. Iko jina la Omanga ambaye ni baba yangu. Hata mimi ni Njoroge baba yangu. Baba yako. Sasa wakasema huyu, wakaanza kumkana. Wanasema hapana, huyu si wetu. Wanamkana, hii mali ni yetu, ni ya ndugu yetu. Ni ya ndugu yetu, ni yetu ya kulinda mama yetu. Sasa ndugu zake. Sasa tukaanza hapo. Hana chochote, hajui aanzie wapi, hajui, amechanganyikiwa. So paka pahali tunaishi, si title iko kwa jina la mzee. So ikakuwa sasa tuanze maneno ya kotini kupata letter of administration. Ikawa changamoto because hata siku ya kumzika, kwa sababu tuliachia mwili kaenda, wakamchukua, hao ndio wako na dead, inaitwa burial certificate. Na unajua burial certificate ndio unatumia kufanya nini? Kupata hizo mavitu na nini. Sasa si changamoto, tuanze kutafutana ndio tupe hiyo. Sasa huyu akienda wanasema sisi hatukujui wewe Joyce Michoki ni nani. Hatukujui. Sasa mamangu ni kutembea na birth certificate 8 kuonyesha Joyce Michoki ndiye amezaa nao. Paturave kama weta kugothekori mukai. Tena tembea na birth certificate 8. Mimi ndio nimezaa na huyo yuko birth certificate hiyo tu ndio itabu identify Joyce Michoki father ndiye nani. Yata sitaki kucheka haki. Akaandika hizo birth certificate 8 kila asubuhi.
So meanwhile sasa shule kina mama tunafaa kuendelea. Sasa ikakuwa naambia mama sasa ataanzaje? Ikakuwa sasa ataanza anatumana mboga kutoka Kisii, hizi managu nini. Anakuja zinakuja na basi kutoka Kisii, analeta magunia asubuhi, anazipack, anazungusha kwa maofisi. Amerudi hoka. Anazungusha kwa maofisi. Nakumbuka hizo mboga alikuwa analeta nyingi nyumbani, sasa tunamsaidia kupaka kwa hizo makaratasi za 100. Ataenda huko building NSSF, anaenda kwa maofisi hivyo, anaenda building hivyo NHIF. Unajua hizo maofisi. Meanwhile tukipambana kwenye koti. Oh my God. So hata vitu vingi hizo biashara zilifunga kwa sababu kama ni maduka spare nani itabidi ufunge kwa sababu inahitaji rent ile maduka. Si utafunga kwa sababu hii time yote mnapishana. Yes, kulikuwa na nini vitu, yani vitu nyingi vilisimama. Shutdown. Ikakuwa shutdown. Kwa sababu sasa mnapishania, hakuna mtu wa kushika, inabaki status quo. Biashara yote inafungwa. Sasa ikabidi apambane kwa mboga. Hiyo anaenda anapeleka na nini hivyo. Sasa mimi nikawa nimeitwa University of Nairobi. UON. Yes. Woi maskini mama. Bachelor of Commerce. Sasa wale manko wangu bado wakasema hapana, huyu hawezi enda. Kwa nini? Hapo sisi tuna mpango. Tunataka aende medical school. Ndio tumpeleke Amerika. Atoke huko. Asome. Unajua kuna hiyo sijui ukisomea medical utaenda Amerika, iko na pesa. Ndio ataenda Amerika afanye nini. Wakapishana na mama pale, mama akawaachia kwa sababu yeye mwenyewe hata ajielewi. Anauza mboga. Na watoto hao wengine wadogo lazima wamalize kusoma. Sasa waka insist niende medical school. Ndio uende Ulaya. Ndio niende Ulaya. Sasa ningekuwa majuu wewe akirumbo unacheza. Sasa hata kizungu ingekuwa ya mapwa. My God. So nikaenda na mimi sitaki hiyo medical school. Lakini sasa utafanyaje kwa sababu amesema sisi tutawachangia pesa school fees on condition. Yes. Sasa tumerudi mchango na hujai kuwa na shida ya school fees. Yes, school fees. Wow. On condition ataenda medical school. Na hizi ndio aende huko Ulaya ndio akuja wasaidia watu wengine wa saba kwa sababu sasa hatutaendelea kunini. Hii mchango ni vitu za baba yenu hizi sasa. Sasa hawa ni wengine ni kama marafiki wake. Kwa sababu sasa wale wengine sasa si hawa walichukua na nini hata wana shughuli. Sasa ikakuwa ni wale kama marafiki. Sasa wakachanga, kuna marafiki na wengine relatives wale wa umbali wa cousins na nini. So wakachanga, wakasema niende. Atumia ni muona munyu wake coconut water. Ule mundu aranyoroka riu ma rucio kama majuragire guku ni mogoka na muko menya. So utaingia wapi medical school? KMTC. Oh, Ipuaga. So by that time ikisema hata ilikuwa kwa hata nani ndio mbunge then alikuwa mbunge na ndio alikuwa waziri. Alikuwa ni kama babu yangu kule nyumbani, nitamuita babu yangu, alikuwa Profesa Ongeri. Ndio alikuwa waziri. So akasema wakamwendea wakamwambia tunataka mpeleke huko, school fees ni nafuu na nini na amepita. Sasa at least nini grades haikuwa shida kwa sababu nimepita, nimequalify kuingia university. So wakasema niende kule. So mimi nikaenda shingo upande lakini sikuwa nataka. Nikakaa mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili. Nikaona mimi siwezi. Nikiwa pale na mimi nikaanza hata nafanya biashara. Gani? Naenda hata Isili nauzia students wenzangu, yani nikikuja naenda Garissa Lodge nikienda nanunua vitu nauzia students nini to parties to vitu yani nilianza kuwa na test mapema bado I say. Sorry. Placket. Unapimp watoto pale kwenye shule KMTC. So nanunua na uzauza nini. So naanza kuwa na tupesa twangu na nini. So nikaenda first year, second year. College girls ni muraigwa. Second year. Nikifika second year nikaona I can't stand this shit. You're a business girl. Alafu this thing is more of a call than a profession. Yani ni hii vitu ya medical, yani ni daktari ni kama media, ni mwito. Yani inafaa ukuwe na hiyo roho, unaweza angalia damu mtu akikatwa. Sasa mimi hiyo yani damu kienda unaona mama wanalia, watu wanasumbuka, wanateseka. Yani mimi nikaona hiyo yani kweli yani inanivunja moyo sana. Sasa yani singeendelea. Ikafika mimi nikarudi nyumbani nikamwambia mama siendelee.
mimi narudi Nairobi University, ile course niliitwa ndio naenda kufanya. Mama ananiambia sasa tutafanyaje? Tutatoa wapi pesa? Anko zako watakataa kulipa. Nikamwambia ni sawa. Mimi mwenyewe nitajipambania. Si nyingi, mimi mwenyewe every time nitajipambania. Mama yani mama analia, ananiambia Kimidi rudi, wewe tu ndio tegemewe. Nikamwambia usilie, Mungu tu pia ako na sisi. Yes. Mimi kama wamekataa hawalipi ni sawa. Mimi nitapambana tu kulipa. Na hivyo ndio nikatoka. Ndio nikarudi Nairobi University. Utaingia? Nikaingia. Nikaenda nikajienroll mwenyewe. Sasa hiyo by that time nilikuwa na boyfriend. Boyfriend yangu who is the father of my kids today. Haya. Gai, Dr. Francis Nyamiobo. Doctor. Mwadhani tunaona na mdomo. Rudisheni meno ndani sasa. Anua meno mwaura wa jiko. Umepatana wapi na boyfriend? Umumu unajua sisi kwetu sinironga sasa huko kwao ni Ngong. Na yeye alikuwa Nairobi University, alikuwa medical school, ndiye alikuwa ku 4th year University of Nairobi. So mmepatana wapi na wewe uko KMTC? So sasa si nimetoka tumepatana hizi mabash nini. Umeenda sherehe? Kidogo yani ukiitwa birthday unapata birthday na nini kuna kitambulisho hata. So tukapatana tukaendelea kujuana. So tukaanza kumwambia masaibi yangu. Akaniambia, nikamwambia mimi nataka kurudi course yenye nilitiwa, mimi sitaki kufanya medical. Nataka kurudi kufanya BCom. Course yenye nilitiwa. Akaniambia sawa, acha basi nitakusaidia kuenroll. Akaenda akanitafutia ma forms. Nakumbuka nini ni wetu wa business school alikuwa anaitwa Professor Bech. Ambaye alikuwa jirani wao. Sasa jirani ya boyfriend baba watoto size husband. Hata nimetoka nikisikia uko na husband. Kabla tukuja kwa mshtuko wa husband, tukae sasa boyfriend. Sasa akanisaidia, akaniletea forms, tukaenroll na nini. Sasa yeye alikuwa anapata help. Ilikuwa inakujanga na bank nyingine inaitwa Posta. Wakumbuka kuna bank ile ya Posta. So mimi nikamwambia sasa mimi nimechanga tu pesa twangu, sijui unapata niko na kaka 28k na yeye amepata yake ya help. Akanipatia. Ukaingia shule. Guy ya help. Nikaenda nikalipa. Niko tu na hiyo pesa hiyo tamu. Yaani na niko macho ngumu, nikaingia. Na nikaanza kusoma. Ala. Na sasa naendelea na tu biashara yangu. Sasa biashara ikaanza kunonga kwa sababu sasa unajua pia students ni wengi. Na nini hivyo. Bado nauzia mpaka kule. Sasa nikaanza sasa hata biashara. Sasa naanza kuuza huko, nauza. Yaani nilikuwa na clients kama Kenyatta Hospital. Nilikuwa watu wote walikuwa ma clients wangu. Naenda na nini tu vitu. Ndio hapo. No iwa boyfriend ya university ni aje sponsor mama. Yesu ya mwana adhoma. Na Stacy Nofu ya malaria. By then alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Dr. Francis Nyamiobo. Francis Nyamiobo. Nyamiobo. Hata ni wa Kisiland. Nyamiobo. Ni chini unaambiwa ikae ikitishia mlima. Very good. Mmepatana na Francis Nyamiobo. Na sasa mmeanza kusaidiana maisha kidogo, umeingia kampo. At least akanisaidia hapo nikaingia. Sasa pale ndio biashara kashika. So mimi nikaendelea sasa kufanya tu biashara yangu. Nauza nini, nachukua naenda Garissa Lodge, Isili, naleta hizo vitu, nakuja nauzia watu. Na unasoma? So si jioni, kwani uko na classes maybe 4 days a week, na si siku mzima, labda 2 hours a day, unajua 2 hours a day, maybe classes 2 juu kuna 6 units. Yes. So naenda nachukua, nenda nauzia watu, natengeneza na wagonga, nikipata kitu ya nikiuza 2 ni 100% profit. 100% na ulipi kodi. Na sasa hakuna kodi nalipa, kuna kodi. So nikajinini kabisa, nikajisukuma. Naye mimi ni hard working. Mimi naye najijua, naye najua yani nikijitolea nikisema hii ndio nafanya. Niko na hiyo willpower. So nikapambana, nikaendelea kupata. So by the time nafika hiyo semester ya pili, tunaenda na pesa yenye napata naendelea, ikifika karibu exams ndio nalipa. Unajua lazima upate exam card. Yes. Ndio upate exam card lazima umaliza kulipa fee. So by that time ya fee ndio nalipa ya exam, upate exam card. Hivyo. Nikapambana sasa hivyo. Nikapambana nikiwa university. Yes.
nikiwa tu bado hapo university. Sasa hiyo niko karibu naenda hapo katikati. Second year. Kama second naenda third year. Nikiwa hapo karibu. Ile kitu kafanyika. Kitu gani masalale? Akafanya ile kitu. Boyfriend akafanya ile kitu. Boyfriend akafanya ile kitu. Alifanya kitu gani sweetie? Akafanya ile kitu. Kapata mimba. Kumbe mshajiachilia sasa, umefika, umeolewa ukiwa university. Like any other young girl. Mungu wangu. Nikapambana tu hivyo, niko kampuni, niko na ball. Na unaishi wapi by the way ukisoma? Home. Nilikuwa home. Au unatoka huko Limpa? Natoka home na kuja shule. Madhe na yeye tu ni masukuma kuli anauza. Anauza mboga zake. So nikapata mimba. So nashindwa naambiaje madhe? Alafu church, sisi ni watu wa church. Church ni gani? SDA. SDA ni Seventh Day. Seventh Day Adventist. Madhe ndio kiongozi wa church. Oh my. Hata sakramenti zinapikiwa kwetu. Serious? Na divai? Natengenezewa kwetu. Alafu ndio huyo mimi sasa. Lolo. So unashinda utafanyaje? Lakini the good thing, mimba kwanza unajua ionekanangi sana. Yani sitoi jumper. Ni jumper mikono kwa mfuko. Yani niko na nyingine hapo ya green. Yani sitoi. Zitoije hapa. Sasa Ripa tulikuwa tunaishi pia na shosho yangu. Mother Madhe amekuja. Alikuwa since venye Buda lidai. Sasa yeye alikuja kukaa na Madhe. Kumkaisha. Kumkaisha hivyo nini. Mastress. So tukakuwa tunakaa na yeye. So yeye nadhani yeye alikuwa anioni vizuri. Shosho ni wabaya. Anioni vizuri. Anakusha jicho. Anioni vizuri. So by then boyfriend Fraje ndio ameenda internship. Na unajua kitambo the systems used to be very well. It used to be, hii ilikuwa wakati wa Kibaki. Unajua interns walikuwa wanalipwa mshahara. Just like umeandikwa. So they used to earn a salary. Then ukienda ile hospital umeenda, they used to give accommodation, nyumba na nini. So yeye akatumwa internship Thika District Hospital. Thank you Nonsizi Agnes, karibu. Akatumwa Thika General Hospital. Akakuwa alipewa nyumba. Unajua kuna zile nyumba za gava by then. Yani I admire wakati wa Kibaki. You know, yani systems used to work. Systems used to work. I wish yani tunaweza rudi huko. Tutarudi tukifika Singapore. Tutarudi. Nani baadaye alikuwa deputy wa Kibaki? Nisini Kalonzo. Na ako kwa one term. Na ako ipande yetu. I think watu watalainisha hii serikali. True. So sasa nikajua sasa pale mimi sitokei. Wale mother wa friends wa Madhe, si unajua wa mother. Wanaanza kuniangalia na macho zingine nini. Mimi sio siku moja tu siku yenye nimeenda shule. Hivyo ndio mwisho Madhe kuniona. Nikatoka jioni nikaenda Thika. Ukapotea? Na ndio kaenda Thika. Huko kwenye BF. Nikaenda Thika na nikakaa hapo. Sasa unaoperate kutoka huko kwake. Kwenda. Sasa officially ni kama umeolewa. Sijui kama nikolewa ama nikujioa ama nikufanya, lakini yeye nilienda. Nimejipeleka. Kwani ni mimi peke yangu nini? Tulifanya wote. Babe nakuja kuishi kwako. Nikaenda. So na operate huko. Thika UON. Kila siku 40 minutes. Hata hizo mati zilikuwa zimenijua. Hizo matatu za hapo. Sasa ukifikiria kwa about at all? Hapana. Okay. Nilikuwa I think pia nampenda sana. Kijana. Anaitwa Father Francis. Doctor, sorry. Mapenzi wewe. So nikami huko nikakuwa na commute. Kukuja nini. Alafu by that time by then nikiwa third year naenda nilienda shule mpaka the last day. Yani exam nilifanya exam ya mwisho like on a Saturday. Alafu nikaenda nikaza Sunday Monday labor ikanianza. Labor penzi ilianza the following day Sunday. Na nimetoka kampo. Imenianza hiyo jioni hiyo Sunday. How old were you?
2021. Wow, it's okay. So labor pain kanianza kama hiyo Sunday jioni. Mzazi unamwambia ulihamia huko Thika? Umenyamaza tu? Naambia na huko kuna student mwingine ameni accommodate, so fair inakuwa rahisi kukaa naye. Sasa hata sikumwambia maneno mengi. So sio cha labor pain zianza. Hiyo kitu ni uchungu. Yani mtu kiona mama tu hivi muheshimu. Ikaanza uchungu, mimi singevumilia. Zile nduru nilipiga Wakerumba. Veka. Nikaenda Thika nursing. Nilienda Thika nursing home. Iko hapo section 9. Ile nduru nilipiga. Sasa I think Mungu akanisaidia. Nikasema mimi sitaendelea. Siendelei. Sasa unaambiwa wewe nini hata kufika kwa sukuma hata imefika sentimita 2 sijui 4 na unafaa sijui ufike 10. Nikamwambia hapa sifanyi. Nichinjwe. Sifanyi na nini. Nduru ile hospitali nilipiga. Watu walikuwa wanashangaa unani. Sasa daktari wangu huyo Gaina nikaleta shida. Sasa boyfriend naye ametoroka juu mimi na insist lazima niende CS. Na yeye akona pesa ya CS. Amehepa. Hapana, ingekuwa tu ni rahisi kwa sababu yeye ni daktari. So first na daktari mwingine they don't pay professional fee if you consult. Wewe mtumia wa daktari. But do I say? Ati Mrs. Doctor. Jehova. Mutumia wa daktari. We are taking notes. Ole leo ni kita. Asali. Siniko hapo Mrs. Doctor. Kwenye tete. Mrs. Ngita. Mambo ni machache. So tukaenda hiyo private. Sasa akaitwa eventually venye nileta shida kabisa akaitwa. So nikapelekwa theater. Yes. But yani nakwambia ni Mungu. Yani everything which happens ina happen na reason. Maybe alileta hiyo uchungu hivyo ndio nikatae. Ndio niende hiyo CS kwa sababu sasa kama singeenda hebu rudi hapa kwa kamera vizuri, kwa kamera. Yani kama singeenda Stacy tumeficha uso. Tuwezi afford kuficha uso ya bibi ya daktari. Very good. Mrs. Doctor. Ati hii kitu ni kama ilikuwa ni Mungu. Mtoto alikuwa 5.2 kilos. Modhoni angetoka huyo. Guy mrefu hata atoshe kwa baby coat. Yani sasa wewe angetoka ingekuaje? Na unajua before sasa kwa sababu unajua ile nilikuwa naficha hiyo tumimba na ficha nini. Sasa hata siendi clinic vizuri waangalie kilo ya mtoto ni mkubwa. So the last time nilikuwa nimeenda ikiwa 7 months waliniambia ati haukudi vizuri. Huyu mtoto ako mdogo sana, ako 1 kilo ikiwa miezi. Sasa mimi wacha nianze kula avocado. Nikitembea kutoka university huko juu kukula. Nikipata tu mama ametandika avocado chini hapo ndio nakaa kwa soko. Unakula? Nakula avocado na mayai ya kuchemsha. Na maziwa nilikuwa napita hivi ilikuwa nakumata. Na nunua packet na kunywa kipacket paka kabisa. Hapa sasa niko ile kilo ya kule Kajedo ilirukia. Yani nilikuwa napenda avocado. I love avocados. Maeneo Matumbe. Matumbe. Mama yetagwo manoria ngui. Matumbe. Korobea. Maeneo wale wanaitwa aje? Manoria ngui. Hiyo hujaniambia nzuri ngui najua si nzuri. Manywenywe. Avocado. Makorofia. Na matumbe meru. Kwa watu wameambiwa wao wanapanda makorofia. Na matumbe meru. Meru ni moto. Hapana. Matumbe ni mayai. Sasa matumbe ni mayai lakini ya kuchemsha ni boiro. Magodherokio. Na hii meru ni gani? Meru ni imeiva. Ni avocado imeiva. Kwa sababu matumbe meru kwa mama. Barushi yako. Utanimaliza. Mwathani wako reke itutheke tondu turigenda kagari. So mtoto kilo 5. 5.2. That's a healthy baby and a big one. 5.2. So pale ilikuwa 50-50 bwana. Daktari akasema yani it's good that ulileta tantrums. Yes. Otherwise imagine wangeacha ningepush ule mtoto ingekuwa we don't know. Atujui ingekuwa nini. So I got baby Wayne.
Oh, Wayne is a boy. Yes, he's a boy. He's my firstborn. Oh, baby Wayne. How old is he now? He's 20 now. Oh, kwa hivyo ulikuwa 2020. 21, 20. Unapelekana naye hapa kwa hapa. Oh, wow. So nikapata baby Wayne 5.2. Nikamuita baba yangu Omanga, anaitwa Wayne Omanga. Kwani hamuitangi saidi ya bona kwanza? Unajua sisi we believe in tunaamini reincarnation. Sijui naitwaje kwa Kiswahili. Yani tunaamini yani yule mtu amekufa anazaliwa tena. Na huyu wazazi wake wako. Sasa unaona, sasa nikamuita babangu kwa sababu babangu sasa nimezaa baba yangu. So ingekuwa yani unazaa, si atuiti watu wako hai. Atuiti watu wako hai, tunaita tunarudisha. Tunarudisha. Yani tunaamini amezaliwa tena. Hebu nikuulize kama sasa God anakubless na msichana, utaita mtu hayuko uhai? Yani kama shosho yangu sasa. Sisi mamangu alikufa. Sasa yeye ndeza muita ama mama ya Saidi ya bwana ama Saidi ya baba yake. Mtu mwenye alikufa, yani the immediate relative mwenye ulikuwa unapenda, mwenye alikufa. Shokia leto. So ndio namrudisha. Sisi hatuiti kama sisi. Si kama nyinyi. Kina mila na kivyao. Sisi tunaita tribe with their mila. Sasa kama mimi Nyabuke yenye nimeitwa ni ya shosho yangu mwenye mamangu alikuwa anampenda. Alikuwa anapenda mamangu sana. So nikizaliwa nikaitwa yeye. Sasa yani tunabelieve mtu anazaliwa tena. So na sometimes ukiitwa brother yake, the late brother. Wewe ukarudisha babako sasa. Sasa nikarudisha babangu. Tukamuita Wayne Omanga Nyamiobo. Nyamiobo ni baba yao. Ni baba yao. The surname is okay. Yes. Okay. Yes, the surname remains now. Yes. Sasa ya katikati, ile ya katikati given name ndio nikamuita ya Omanga. Wow. So sasa kazaliwa basi hapo Thikanasi. Yes. Tuko sasa by that time anazaliwa sasa ikakuwa atukai pale ile hospitali Thika district hizo nyumba. Kahamia tu hapo Thika. Sasa ikakuwa amemaliza internship. Akaitwa Gatanga. Yeye ndiye alikuwa anasimamilia Gatanga district. By then Peter Kenneth ndiye alikuwa mbunge. Ni Gatanga. So he was among the people wenye walianzisha Gatanga Hospital. He was among, alikuwa anafanya kazi sana kwa ukaribu na Peter Kenneth. Walikuwa marafiki na ndio alimsaidia ku set up hiyo medical center by then. Ninajua saizi ni Gatanga district ama sijui saizi iko vipi. But yeye ndio alisaidia. He was among the first people wenye wali set up na yeye ndiye alikuwa daktari mkubwa pale wa Gatanga. Sika kuwa na commute from Thika si mbali. To Gatanga. Ni sasa ikakuwa basi ndio na mtoto pia anaendelea na tu biashara twangu. Yes. Na kusoma nikakaa, I took a break. Yes. Kwa sababu nilifanya exclusive breastfeeding. Yani ile nanyonyesha bila kupea mtoto ni mkubwa. So nanyonyesha bila kumpa maji, bila kumpa nini, maziwa. Nilikuwa na maziwa nyingi, Mungu alinibariki hapo. Sasa for 6 months nilikuwa nanyonyesha bila kumpa kichochote. So ilibidi nichukue break. Yes. So nilidefer. So nikachukua break kama mwaka mzima. Ya kulea huyo mtoto, kunyonyesha na nini. So vile after mwaka moja ndio sasa nilirudi shule. Lakini sasa madhako pale ulimwambia mzee amerudi. Sasa ilibidi nilimtuma sasa hiyo nikiwa hospitali kwa sababu hata alianza kuogopa. Ilibidi apige simu, aambie sikiza kuko hivi. Unajua sasa hakuna kitu anaweza fanya. Ilibidi tu atakuja tu na tumbo shoria kuja aone mjukuu atafanyaje. Ni ashone tumbo shori na baby show akuje. So hata hakunigombanisha, alikuja kama amefurahi. Mzee wake amezaliwa. Mzee wake amezaliwa. Alafu yani hawa mama. Yani unajua mamangu ananiambia, "Ulikubali kwa nini kukatwa?" Yes. Nikamwambia mama mtoto alikuwa mkubwa. Akaniambia wako mimi nyinyi wote mlikuwa wakubwa na tu. Hata nyinyi wote mlikuwa wakubwa. Ule mdogo kabisa nimepata ni 4.5. Mimi naenda tu nafuata tu. Alafu naambia hapana. So mamangu anaamini yani ile vile nilikubali kukata, yani ni kama sina, yani sijakuwa mwanamke kamili. Yani ananiambia hapana. Nyinyi wote wanane. Ni tu. Lakini sasa akakuja hospitali, akakuja na sasa ndio hata huyo mother in law alikuja. Unajua by then hata hawakuwa ananijua. By the way, mambo ya kijana. Wakakuja sasa hapo hospitali ndio wakanijua, wakanitoa hospitali. Sasa hivyo ndivyo ni kuolewa sasa. Ndio hiyo. Ndio hiyo Mrs. Doctor. So ndio tukatoka hospitali.
tukarudi nyumbani. Yes. Ndio maisha ikaanza. Maisha ikaanzia hapo. Wife officially. Na unajiweka hapo kabisa. Yes. Na ameanza kupata mshahara. Nakaa hapo. Sasa niwe nikasumbuka peke yangu tu, ngangane na mama na mboga huko. Na daktari. Daktari. Sasa mimi unajua nilikuwa daktari, lakini juu nilishindwa. Baba, si Mungu ameniletea daktari. Daktari wa Ulaya. Reincarnation. Unaona vile Mungu ana maajabu. Yes. Wewe unashindwa, lakini kuna mwingine anakuja anafanya si umeaccomplish dream tu hapo. Na wale family walikuwa wanataka uende Ulaya, wanafaa kujua sasa umeolewa na daktari. Si ni accomplish dream. Yes. So nikulea. Now you are a young mother. Yes. So lakini for 1 year hapo nikiwa hapo Thika sasa nikaanza pia nafanya biashara ya kuuza scratch cards za Safaricom. Unaenda unanunua, nakumbuka hizi za 100 kulikuwa na hii print, una print za 100 unanunua kana 94 bob unauza 100 6 bob. Nini so naamka asubuhi na sasa mimi na supply nyingi hapo. Unajua asubuhi unaenda tu 1 hour hapo Thika town, siku pakubwa ni town yangu sana, nimekaa na one of the towns zenye napenda, yani hata retirement yangu itakuwa kwa Thika. Wow. So ninaenda nazungusha tu Thika, hata walikuwa wananijua. Nazungusha scratch cards asubuhi round moja. Nilikuwa nauza scratch card, nilikuwa na turnover kubwa sana. Wow. Ya scratch cards. So nafanya, narudi nyumbani kwa sababu niko pale. So nazungusha, alafu unajua sasa kwa sababu margins zake ni kidogo. So unachukua hata ya kilipwa mshahara manini, mimi nikipata pesa zingine naziweka zote kwa scratch card. Nazungusha, haupati nyingi, lakini kuna kitu unapata. Ni shilingi 6 kwa card, lakini the nyingi. Hata kwa siku ukimanage kupata 3,000, hiyo imesaidia. It's a lot of money. Yes. 6 bob to 3,000 is a lot of money. Yes. So nikapambana asubuhi, naamka unazungusha round, unaweka kwa nini kiosk nani hivyo. So nikaendelea, by the time namaliza mwaka mmoja nikakuwa nimepata tu pesa kidogo. Yes. Nilikuwa na bank na Equity. So nikaenda, sasa nataka kuchukua loan. Nakumbuka it's the first time yenye nimeenda Dubai. Kwako loan niliendea. Uchukua ngapi? Ilikuwa 150,000. 150,000. Hiyo ulikuwa kunaenda unakuwa guaranteed. Yes. So nikakuwa guaranteed. Unajua by that time nikiwa Thika nilikuwa nimeform marafiki. Nilikuwa na marafiki. So wakaenda ukanisimamilia. Loan ikatoka. Ikatoka. Ni ya kwenda raha Dubai ama? Ka 150 kwenda kuleta mzigo. Nakumbuka my first trip hapo nikienda nilikuwa ni 150. Sasa nikaenda hao mama wa biashara wakaenda wakani nakumbuka wakanionyesha travel agent ambaye wanatumia. Ambaye alikuwa aende ananipatia tikiti. Ukipata tikiti unaenda unaleta mzigo. Kisha leta after 1 month, after 30 days unalipa tiketi. So nakumbuka nikaenda na nakwambia wakati wa Kibaki ilikuwa mzuri. By that time dollar ilikuwa 60 something. So with my 150 na tu pesa twingine nikaongeza juu ikakuwa kama 180. I had almost $3,000. I remember it was $2,800. Yes. Kitu ambaye saizi imagine ni $1,000 kwa hiyo pesa. Imagine. Nikaenda naye. Kaenda sasa nikaleta tu vitu, tu viatu, manini, tu suti, tu vitu tu kidogo. Then hata situmi na mzigo, nazifunga kwa mabag na beba. Yes, hand luggage. Naingia naye. Nishanuka yana hiyo vieno. So nakuja, alafu unajua mimi naturally mimi ni mtu wa watu. So I had a lot of rafiki na nini. Na hapo nikiwa university pia nilikuwa kwenye student leadership. Yes. Ulikuwa nini huko? Nilikuwa ya agenda. Nilikuwa coordinator wa agenda. Yes. So the women league ya kwa university. So kwa sababu ya hiyo student politics pia sasa pia nikaingia siasa ya chama. Around the same time. So nikiingia siasa ya chama kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Martin Ole Kamwaro ambaye tuko na yeye DCP anatoka Narok. Alikuwa wako na chama moja inaitwa UDM. So actually kabla ya hapo tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Nikurudishe nyuma kidogo.
around 2005 tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila, nilikuwa secretary. Hiyo ilikuwa around hiyo 205. Na umejipata huko aje kwa Raila? Ni my friends tu, unajua vile watu friends wanakwambia kuna hivu vuguvugu, kuna ule alikuwa anaitwa Don Bosco, kuna nani, yani kuna marafiki Dorothy nani. Sasa hiyo vuguvugu tukasema tukaenda tukachaguana, nikakuwa secretary, nikakuwa nani, sasa ikakuwa hiyo tunazurura na nini Kenya tukisema Young Kenyans for Raila. Hiyo ndio wakati ilikuwa 205. Tukienda maneno ya banana na mchungwa, you remember that time. So tukafanya hiyo Young Kenyans for Raila na nini mpaka 207. Yes, nakumbuka vile 207 ilifanyika. So after 207 vile sasa baba akaenda wakapata nusu mkate na nini that time. I think tuliachwa nyuma wenye tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Mkadampiwa. Ni kama hatukuwa kwa laini. Tukasaulika kiplani. Sasa hiyo 2007 vile tulisaulika, by that time nikajuana na huyo anaitwa Kamwaro, Martin Kamwaro. Na bado unafanya biashara yako ya manguo na sasa hata hiyo ndio ilinipa network. Sasa hata unapata by that time unaenda unachukua hata ma-t-shirts za chama na print unawauzia, unafanya nini. Yani ikakuwa network hata by that time naenda na supply kama kwa mahoteli, kama kuna hoteli nakumbuka, yani alinipatia order kubwa yani hiyo masiku ndio nitengeneze milioni yangu ya kwanza. Wow. Alikuwa the late he was an MP, alikuwa pia wa Biwot, anaitwa I forgotten his name. Alikuwa na hotel Eldoret ilikuwa inaitwa sijui Marriott. Akanipa order ya mapilo, mabed covers. Sasa umeingia biashara kabisa. Nini kabisa. Na mzee bado ni daktari. Okay. This is doctor. Ahutiria milioni mmoja. So nika supply. So nikiwa hapo I formed nikakuwa social capital. Marafiki wengi. So ikakuwa hata tukiwa pale hata masuti sasa naweza enda kuchukua masuti na nini. So tukapatana na Kamwaro akaniambia kuna chama hii inaitwa UDM. Si tuingie. Nikamwambia sawa. Akaniambia basi, na ilikuwa kwa karibia around that time like 2 weeks tu walikuwa wanafaa kukuwa na uchaguzi wa officials. Walikuwa wanafaa kwenda Bomas, wakuwe na officials wa NEC wafanye elections. Akaniambia ingia nini. Nikamwambia mimi nataka kuwania kiti ya maybe youth whatever kwa chama. Akaniambia ni sawa. Youth ni sawa. Tukaenda Bomas. So kwenda Bomas uchaguzi. Tukachagua chair ambaye the late alikuwa anaitwa General Koech. Alafu hiyo time UDM ilikuwa na mbunge mmoja alikuwa anaitwa Professor Sambili. Kuna mama alikuwa anaitwa Professor Sambili. Wakasema kwa sababu chair ni mwanaume, unataka kuinikirelia lita na ndio unanywa una ilitoke mwekea mai ndio wakora. Imagine naye lazima ukunywe lita ngapi? 3. Alikuwa anachungulia hivi hajakunywa hata drop. Sasa Professor Sambili nikakuwa yeye General Koech wakamchagua chair. Sasa ikakuwa Professor Sambili ndio achaguliwe vice chair. Kuproposiwa akakataa. Yakasema kwa sababu unajua yeye ndiye alikuwa mbunge, nadhani alikuwa amejisikia kama yeye ndio mbunge peke yake ilikuwa inafaa yeye labda ndiye awe chair. Unajua saa zingine wanaume wetu vile wanakuwa sasa wanamchagua na kwa sababu yeye ndiye alikuwa senior most kwa hiyo chama wanampea kila kitu. Inafaa yeye ndiye angekuwa mwenyekiti. Akakataa. Kukataa sasa wakasema basi inafaa ni mama anafaa kuchaguliwa as vice kwa sababu hawezi kuwa chair, ni mwanaume vice mwanaume. Nikajichocha. Watu nilikuwa nimekaa na yao hapo kando kando, nikamwambia si mni propose. Mni propose, unajua unakuwa na proposer na second. Nikamwambia mwenye ako my right ni propose na left ni second. Wakasema I propose Millicent Omanga second. Alafu unajua nilikuwa kwa wacha tu. Hiyo by then ndio nilikuwa ndio nimeiva sasa. Ulikuwa mama yao. Wacha tu. Sasa kuna mwenye alisema I propose Millicent Omanga, huyu mwingine akaniambia I second, nikasimama. Bomas yote ikasema tumekubali. Hakuna upingamizi. Hakuna upingamizi. And that's how I became vice chair wa UDM. Mimi Mrs. Doctor. Yes. Nikakuwa vice chair. Umeambia bwana sasa umeingia politics, anaitikia ama hana shida? Alidhani ni mchezo. Sasa nimekuwa vice chair. Akasema haya. Lakini yeye hakuwa na shida, yani yeye easy, yani si mtu ana shida, lakini unajua ni ile unaona vitu zinafanyika haraka unashangaa ati vice chair tena kuliendaje? Sikuwa tumeenda maneno ya youth na nimesimama tu nimekuwa vice chair chama. Yes. So hivyo ndio nilikuja nikakuwa vice chair wa UDM.
Sasa nikaendelea. So hiyo political platform ilinipa pia kukuwa na network sana za kuendeleza biashara yangu. Na wewe unavuruta bado ka biashara kako hivi? Naendelea. So nikiwa, kwa sababu nilikuwa naleta sasa manguo, masuti za wanaume. Sasa wabunge wote nilikuwa nawauzia masuti. Nilikuwa nawauzia masuti, na waletea viatu, na waletea hata president. Mimi nilikuwa president wa sasa. Nilikuwa namuuzia. Huyu President Ruto wa sasa. Akiwa sasa MP. Akiwa mbunge. Wow. So and by then alikuwa waziri wa agriculture. So nikiwa UDM. So nikawa nawauzia wote, yani watu wote, yani hao wabunge wote nilikuwa nawauzia. Wow. So ikafika ndio nimeanza hata naenda Turkey, naenda naleta masuti. Sasa yani biashara ikanoga. Ikaanza kugrow na ikaanza kukua kubwa. Sasa nikaacha kufanya ni kama na Hawk. Sasa ikakuwa ninafungua maduka. Hata si duka? Maduka. Nikafungua Thika, nafungua Nairobi. Yani nikakuwa ukaomoka sasa. Nikaomoka. Sasa katika ile nikienda kama Turkey, nikienda, yani nilikuwa naenda kama India. Yani wakati huo kulikuwa na pia supermarket ambayo pia naweza sema ilinisaidia sana, kwa sababu ilinipatia kauda kazuri. Ilikuwa inaitwa Eastmart Hotel. Nilipata rafiki mmoja alikuwa anaitwa Kamau wa Eastmart. Akanipa order ya panties za India. Yani India nayo ina cotton nzuri sana. Thread count na handkerchiefs. Akanipa karibu ya milioni 2. Hapo sasa ndio niliambia umaskini bye bye. Wow. Yani unaenda India. Lakini pale India ukiona paka unaweza ukisema Kenya tu unashukuru. Oh yes, true. Yani nafika na ndege ya asubuhi. Ya saa 12 hivi. Unachukuliwa na ututu kama tutuk tuko na fan kadogo kana. Yani kama uko na hizi vitu zako akiruka nayo utaziacha kwa hiyo gari. So nachukuliwa sini 6 yako kagari kananipeleka paka huko Mumbai, sijui place nyingine hapo pale watu mnakaa mnakunywa chai. Unafika kaa saa 2 unangoja maduka zinafunguliwa. Unazunguka juu sasa utaki ati uenda sijui ni room uenda kupumzika. Hakuna pesa, biashara, that's the business people. Unangojea ikifika kama saa 3 sijui saa ngapi unaenda kwa hiyo maduka handkerchief manini. Yani I think I would love kurudi huko tena. Wow. Handkerchief manini, unaenda unanunua, unachukua, unapakiwa. Kifika saa 10 uko njiani kurudi hapo. Wow. Hakuna kulala? Hakuna. India. Nirudi airport. Kuna biashara ya muduni ukurago. Hiyo ndege unapata kama ni ya saa 4. Unaenda unakaa hapo. Unajua juu ya jamu unafika airport kama kutoka saa 10 unafika maybe around 6-7. So unakaa hapo airport. Hiyo saa 4 ndio unaingia ndege yako, unarudi. Sasa hivi unarudi, labda umechukua kama ni Emirates, unasimamia Dubai. Unashukia pale Dubai, unaingia, unachukua viatu zako huko wapi nini vitu unaokota. Wow. Hiyo si umeingia asubuhi Kenya. Unaingia asubuhi jioni. Yes, umeingia umerudi Kenya. Wow. Yani haulali. By the time ufike yani business woman, unaumwa na mwili. Lakini unajua ukiwa na determined. Unajua ni nini unataka. Yani unasema umaskini hapana. Sirudi hapo. You will do it. Wow. Yani utafanya, alafu pia sasa unaomba tu, unasema Mungu aku bless, akusaidie. So nikaendelea. Lakini nikiwa kwa hizo shamra za kusafiri nchi za nje na nini, nikaanza kupata passion ya vitu vya interior. Nikaanza kupenda, unaona unapata curtains nzuri, unaona viti nzuri, unaona vyombo nzuri. Ukienda Turkey unaona masufuria nzuri, unaona masahani nzuri. So ikakuwa sasa naleta nguo, nikaanza kidogo kidogo, saa zingine naleta masufuria. Wow. Naleta sufuria kidogo, labda natuma kama set 10. Zikikuja wamama wanazichukua zote. Nejega the quality kana sasa nikileta tu sahani toda kama sasa naanza kuleta. So nikaanza kuleta pole naleta this time naleta set ya vikombe. Wanasema tudhaka. Naleta tu sufuria, naleta tu vikombe. Omagano tudhaka fio. Sasa naanza kuleta nini hivyo. Na I started developing passion for interior. Slowly that's how I got into interior design. Proper. Because of now passion and you know that not really I didn't get into it because of training. Ile course tumesomea ile tuligraduate. Tuligraduate na biashara sijaandikwa kazi. Mimi sijaandikwa kazi. Na degree nilifanya Bachelors of Commerce
marketing option. So hii marketing nadhani pia ndio imenisaidia kwa hii maisha ya kwa sababu ya kuuza, because I'm basically a marketer. Yes, I can sell anything. Na hujaiandikwa? Mimi sijaiandikwa kazi na mtu, yani sijui kuandikwa, yani hata internship mimi sijaiandikwa. So I believe hata tukienda hizi shule tunaenda, tusikue tunakaa hivi tunafikiria ati kuandikwa. Kuna makazi. Tumia ile elimu, ujuzi unapata kujinufaisha mwenyewe. Yani ile ujuzi utaweza tumia kwa your day to day. Yani kwa maisha yako ya siku kwa siku. So nili graduate in between hapo. Niko kwa biashara. By the time yani na graduate yani yani nilikuwa kama sasa nilikaa 1 year nikarudi. Nakaa na defer also semester kwa sababu sasa unajua ni biashara. Uko na mtoto. Mara umepata sijui order ya nini. Nikaanza naona napenda pesa. Unaona hii tamu umemiss class, sasa una defer hiyo semester. Unaenda hivyo lakini finally ulimaliza. Finally nikamaliza, nika graduate na second class hapa division. Bachelors of Commerce, marketing option. Sasa umeingia interior proper. Nimeingia interior. Nikaanza by that time sasa tumeama kutoka Thika. Mko wapi? Tumekuja Nairobi. Wewe Nairobi wapi? Mountain View. Mountain View. Hata ni kama pia daktari pia ile side yake ikai vibaya. Your estate he left by that time. Akatoka government, akaingia NGO, ndio alikuwa head of AIDS control programs. Ya maneno ya HIV, wanafanya maneno ya research na nini. So yeye ndiye akakuwa anasimamilia, ilikuwa sponsored na University of Manitoba. So ikakuwa yeye ndiye Kenya anasimamilia, is the head of hizo programs. So sasa vile siendi akatoka Gatanga. Akakuja sasa tukakuja Mountain View. Mountain View, sorry. Hapa karibu hapa Kangemi Westlands. So tukakaa ndio nikaanza. Sasa vile mimi nilianza, sasa nikaanza sasa kwenda China. Sasa China unaenda kuchukua nini? Mafurniture sasa. Viti. Haya tuweke hapa China. VT interior. Na tulianza na sim card na suruali na bra huko shule. You can grow, Yes. You can grow. Oh yes. Na tutaenda half the story. Karibu ninashindwa kwa utaji zenye mimi najua VT China. Si tuendeleze Thursday na tujengia nini siasa? Na tujengia kwa siasa. Na tumeongeza mtoto. Sasa Mountain View ndio sasa at least kwa na joto ndio tuliweka mtoto wake. Pesa tumeingia sasa at least kwa na joto. Vika iko baridi. Si wangaze mtoto. Westland ikakuwa na hewa mzuri. Applicable for another baby child. Ndio tukapata baby girl na hiyo joto ya Westland. Sasa tuonane. Naambia wasikizaji wakuja waendelee kunisikiza. Nemedete. Basi waambie na Kikisi unawapenda basi. Nemedete. Na moko nyita baru. Kikisi unaongea? Sijui by the way vizuri. Siko very fluent lakini najaribu kidogo. Hoga ni udomedete. Makonyite baru. Kanyite baru. Kule niko gidio rugari. Kule Westland niko gidio rugari wa kana kage. Msichana anaitwa Kairetu. See you on Thursday. Thanks.